Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu wapenzi watazamaji wangu. Leo hebu tuelezee ugonjwa mmoja unaitwa ugonjwa wa kifafa, ambao watu wengi sana huwa inawasumbua ugonjwa huu, na ni ugonjwa umeshakuwa sugu katika jamii zetu leo, mpaka nafikia hatua wengine wanakuwa na vidonda kwa ajili ya kifafa, yaani wanaungua moto, wanapata mitihani mbalimbali kwa ajili ya kifafa. Na kama ni mwanamume basi atakuoa na kwake ni mtihani muda mwingine, na kama mwanamke kikizidi sana atakuolewa kwake na kuwa ni mtihani muda mwingine. Na kifafa hiki kikizidi sana, mtu mwingine anaweza kujikuta hata akili yake kama haiko sawa kwa sababu ya maradhi haya ya kifafa. Yaani mtu anaweza kujikuta kwamba akili yake inakuwa haiko sawa kwa ajili ya maradhi haya ya kifafa. Sasa maradhi ya kifafa, ndugu zangu, yanatibika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila kitu akiamuru Allah basi kinakwenda vizuri sana. Kila kitu Mwenyezi Mungu akikipangia basi kinakuwa vizuri sana. Maradhi haya yanatibika na yanaondoka kabisa, japokuwa watu wengi sana huwa tunadanganyana kwamba maradhi ya kifafa mtu anapoungua moto basi maradhi haya huwa hayatibiki. Si kweli. Kwa mimi binafsi siamini, kwa sababu baadhi ya watu wengi ambao wameungua moto na wamepona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamepona. Sasa sijajua inakuwaje mpaka mtu aseme kwamba maradhi haya ya kifafa huwa yanakuwa hayaponi. Wengi ambao wameugua kifafa na wamepona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini wamepona? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, "Wananazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahma lilmu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara", kwamba ameteremsha Qur'ani ni ponyo, ni ponyo kwa watu wake, kwa waja wake. Ponyo hii inakuja kimwili na kiroho, sawa? Inakuja kimwili na kiroho. Na ndio maana ukiangalia hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kullu da'i dawa'u, kila ugonjwa una tiba. Sasa kama kila ugonjwa una tiba, kwa nini kifafa kisiwe na tiba? Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ile aya niliyosoma mwanzoni, ile wanunazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahma, ukisoma aya ya juu kabisa nasema qul jaa al-haqq wa dhahaka al-batila innal batila kana zahuka, kwamba inapokuja ukweli basi uongo hujitenga, na inapokuja nuru basi giza huondoka, na yanapokuja maradhi, yanapokuja tiba basi maradhi huondoka, kwa tafsiri yake nyingine. Sasa kwa mantiki hiyo, ugonjwa wa kifafa unatibika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mtu anapona na kuwa safi kabisa bila matatizo ya aina yoyote. Kama una ndugu yako na maradhi haya, una rafiki yako na maradhi haya, wewe mwenyewe una maradhi haya, basi usisumbuke kukata tamaa. La taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rehema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kifafa kinaponeka. Kuna huduma nyingi sana za kifafa. Kwa mfano, unaweza ukamchukua mgonjwa wa kifafa. Ukishamchukua mgonjwa wa kifafa, unamnyoa nywele zake za katikati ya utosi. Ukishachukua nywele zake za katikati ya utosi unatia kwenye chungu. Lazima upate chungu kipya. Unakata kucha zake zote, unatia kwenye chungu. Ukishamaliza hapo, yule mtu mgonjwa wa kifafa anakaa chini. Unatafuta na dawa nyingine ambao unakatakata, ni mzizi, unakatakata unatia mule ndani ya chungu. Ukishatia mule ndani ya chungu ile dawa nyingine, ukishamaliza hapo, kinachoendelea unamchukua yule mgonjwa wa kifafa, unamkarisha chini. Kuna visoma huwa unafanyiwa. Kisomo cha kwanza unaweza kumfanyia baada ya vitu vingine kuvifanya, ambao ni siri ya uganga. Sasa unavifanya baadhi ya vitu vingine, ukishamaliza kuvifanya hivyo vitu unamkarisha chini, unamsomea mlango wa kwanza katika Jawshan al-Kabir ya Sheikh Muhammad Nasr. Kuna Jawshan al-Sahir na Jawshan al-Kabir. Sasa tunaizungumzia Jawshan al-Kabir, Jawshan kubwa. Unamsomea ile salimna min al-bala'i. Ukishamaliza kumsomea salimna min al-bala'i, unamfanzia dua kwa unamsomea surati Yasin 7. Surati Yasin 7. Ukishamaliza surati Yasin 7, unamfanzia dua ambayo inayopatikana katika kwenye kitabu kimoja kinaitwa inaitwa Yasin al-Bahr. Watu wengi tunaita jina la Yasin al-Bahr. Kuna dua mwishoni kabisa inatoka faka rabbuka makfika wakifata kifkafuha kama inkana man kalika takuruka rikaruka rifika badi tahkihi mushakshakatan kalukuluku kikalaka kafaka alkafa mabihi alkafa kurbatahu ya kaukaba kana man tahkihi kaukaba alfalak. Unamsomea mara 33. Ukishamaliza kumsomea mara 33 na baadhi ya dua zingine
mwishoni kabisa unahitimisha na dua inayopatikana katika kanji la arshi. Inayopatikana katika kitabu cha kanji la arshi. Dua hiyo ni dua gani? Allahumma yasunna kullu musanni wa yajabbira kullu kasir wa yahdira kullu ghalaik wa yamunisa kullu faqiri wa yamalika kullu mamluki wa yashahida kullu mashhud, mpaka mwisho. بحق جبرائيل وميكائيل وسرافيل وإسرافيل وبحق حملة العرش الكرسي والقربين والروحانيين والملائكة سفرة البرات الكرام الكاتبين وبحق توراة موسى وإنجيل عيسى والزبور داود والفرقان محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رحمن الراحمين برحمتك يا رحمن الراحمين برحمتك يا رحمن الراحمين mpaka unamaliza. Ukishamaliza hapo unamchukua yule kuku. Sasa lazima patikane kuku jogoo mweupe. Wakati unayasoma haya, yule kuku ameshikwa na yule mgonjwa, lazima ipatikane ubani wa kuweka pale, wa kuweka nania, na manyoya ya yule kuku yanachangia katika ule ubani wake. Pata ubani dhukura, pata kuzbara, pata jawi, pata mushtaqi, sandarusi, karnafil. Japokuwa karnafil patikanaji wake sasa hivi kidogo imekuwa khadimu, lakini pata, jitahidi kupambana ili upate karnafil. Ukishapata hivyo, ndo wakati unamfanzia dua. Ubani huu anachukua, anachangana manyoya kidogo ya kuku, unachoma pale, anaweka nia yake, na unaweka nia yako mganga au shekhe. Naona bwana. Ukishamaliza hapo, unamchinja yule kuku. Ukishamchinja yule kuku, unamnyonyoa vizuri. Ukishamaliza kumnyonyoa vizuri, ndani ya yule kuku kuna moyo, upasue. Ukishapasua, sio tunaita moyo, sio tunaita jina, maana mimi naita tu isungu au moyo. Tushazoea hivyo, sijui Kiswahili fasaha inaitwaje. Unampasua. Ukishampasua ule moyo, ndani kuna takataka fulani hivyo, utakuta sijui mala mtama, sijui mala mahindi, sijui vitu gani. Naona bwana, tia kwenye ule chungu takataka zile zote na kile kingozi kinachokuepo cha njano, kitia mule kwenye chungu, ambacho wengine huwa tunatumia ile ngozi katika kinga. Muda mwingine huwa ile ngozi tunaitumia katika kinga. Unapika na ugali wa ulezi, unga wa ulezi unapikwa ugali, basi lile tonge linavirigwa, unatiwa dawa, na ile dawa maalum inayotiwa inavirigwa na ile ngozi inawekwa mule ndani. Mtu anameza tonge moja tu, ni kinga moja mujarab sana, ambao watu wengi tunaitumia kwa njia hiyo nyingine. Sasa wewe unaitumia kwa tiba ya kifafa. Ukishamaliza kutia vile vitu mule, unaweka jikoni, unavikaanga mpaka na ile dawa ambayo sijakutajia jina lake, mizizi nayo unaikaanga. Ukishamaliza kuikaanga vizuri, unamchanja ule mgonjwa. Unamchanja vizuri mwilini mwake katika viungo vyake vyote. Ukishamaliza kumchanja, unampa kinga kubwa. Una kinga, ndugu zangu, kubwa ya miti, ambao ni mama wa miti. Unampachika kinga yako kubwa ambao unamchanja mgongoni. Sawa bwana. Unampachika kinga yako kubwa. Ukishamaliza pale, asile kuku miezi 3. Hatakiwi yule mgonjwa kula kuku miezi 3. Inshallah biidhnillah, kwa uwezo Mwenyezi Mungu subhanahu wa subhana, mtu huyo kifafa kinakwisha, na dawa zingine anapewa za kwenda kutumia, za kwenda kuoga. Inshallah taala Mwenyezi Mungu anamponya mgonjwa huyo na kifafa kinapona kwa uwezo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nikusihi ndugu yangu ambaye unaosumbuka na kifafa, la taknatu min rahmatillah, usikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kifafa kinapona kabisa kwa uwezo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Bimaana anapewa dawa hizo, na kuna dawa zingine anakabidhiwa za kwenda kuzitumia ndani ya miezi 3. Tuangalie Mwenyezi Mungu atatujaliaje insha Allah taala. Wama alaina illa albalagh mubin. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.